Machozi ya Neema, na hii ikiwa ni episodi ya kwanza ya msimu mpya wa simulizi hii ambao naisogeza hapa kwenye platform yako pendwa kabisa ya PSM, kwa maana ya Pangapanga Simulizi Mix. Kuna nyakati maisha humchagua mtu mmoja na kumbebesha mzigo mzito kuliko umri wake. Kuna watu huamka kila siku wakitabasamu, lakini ndani ya mioyo yao kuna majeraha ambayo hakuna anayaona. Hii ni simulizi ya Neema, binti aliyepitia misukosuko, usaliti, umaskini na maumivu makubwa mno, lakini hakujua kuwa nyuma ya kila kilicho chake kulikuwa na mlango wa mafanikio ukifunguliwa. Swali ambalo najiuliza, je, ataweza kusimama tena baada ya kuanguka mara nyingi? Basi karibu kwenye Machozi ya Neema, na hii ikiwa ni episodi ya kwanza kabisa ya msimu huu mpya kupitia hapa PSM, kwa maana ya Pangapanga Simulizi Mix. Na sauti unaosikiliza ni ya mimi msimulizi wako Laban Pangapanga, nikikuangazia moja kwa moja kutoka nyanda za juu kusini katikati ya manispaa ya Iringa kupitia hapa PSM, kwa maana Pangapanga Simulizi Mix. Asante na karibu. Basi kwa wewe ambaye imekuwa ni mara ya kwanza kusikia kitu kinaitwa PSM ama Pangapanga Simulizi Mix, nilikuwa naomba uweze kutufollow, kusubscribe, lakini pia usisahau kucomment katika sehemu ya comment kwa chochote kile, basi utakuwa umefanya jambo la kiungwana sana. Naam, lakini pia kumbuka, hapa ndiko sehemu pekee ambako tunapata simulizi na kujifunza kupitia visa na mikasa mbalimbali ambavyo vinaibuliwa kupitia simulizi hizo. Asante na karibu Machozi ya Neema, na ikiwa ni sehemu ya kwanza kabisa. Neema alikuwa ni binti wa miaka 19 kutoka kijiji kidogo pembeni mwa mji wa Mbeya. Baba yake alifariki akiwa na miaka 12, na tangu siku hiyo maisha yalibadilika kabisa, anasema Neema. Mama yake alijitahidi kuuza maandazi na vitumbua ili wapate chakula, lakini pesa haikutosha. Neema anasema siku moja mama yake aliugua ghafla. Neema anakumbuka siku hiyo alimuuliza mama yake, "Mama, unaumwa nini?" Neema aliuliza huku machozi yakimtoka. "Binti yangu, usijali, nitapona," mama yake alijibu kwa sauti dhaifu sana. Lakini hali ilizidi kuwa mbaya. Baada ya wiki 2 hospitalini, mama yake alifariki. Dunia Neema iliporomoka kabisa. Alibaki peke yake. Watu waliokuwa wakijifanya marafiki wa familia waligeuka maadui. Huwezi amini, ndugu zake waligombania nyumba ndogo aliyoishi na mama yake. Nimesema hivi, sisi ndio walezi wa malezi, mjomba wake alipaza sauti. Lakini hii ndiyo nyumba yangu, Neema alilia kwa uchungu sana, akisema kati ya ndugu zake. Hakuna aliyemsikiliza. Ndani ya mwezi mmoja tu, Neema alijikuta barabarani akiwa hana pa kwenda. Usiku mmoja akiwa amekaa kwenye benchi la stendi, alijiuliza, kwa nini maisha yananitesa kiasi hiki? Hakujua kuwa mtu aliyekuwa akimtazama kwa mbali alikuwa na mpango ambao ungebadilisha maisha yake. Sijui ni nani, hata mimi najiuliza kilichoendelea. Basi usikose, ungana nami katika sehemu ya pili ya simulizi hii ya Machozi ya Neema. Hakika kuna mengi ya kujifunza. Ulikuwa nami katika sehemu hii ya kwanza, msimulizi wako Laban Pangapanga, kupitia hapa PSM, kwa maana ya Pangapanga Simulizi Mix. Tukutane sehemu ya pili ya simulizi hii. Asante na karibu.